so this one will be fun because tutaenda kutengeneza nini, tutaanza from scratch na brand yetu. Let's say tunaanza kutengeneza nini, brand ya perfume. So hii brand tutaenda nao from typography mpaka tunakuja kufinalize kipengele cha mwisho kabisa kuhusiana na masuala ya graphics. So tunaanza na typography, tulishaelezea on the first part. So this second part tutaanza kuapply kwenye nini, kwenye brand yetu. Let's say nataka tutengeneze logo. So kitu cha kwanza kabisa tutaanza na nini, font choice. Kama ni you're serious about masuala ya nini ya graphics, trust me, hii video itakufaa, na hii series ikiisha hauhitaji video yoyote nyingine kuhusu masuala ya graphics. So hapa tutaanza, cha kwanza ni typography. Typography tunaanza na font choice. Masuala ya nini ya upande wa, tumesema tunachukua brand ya perfume, sawa. Nitakachokifanya mimi nitaingia tuweke pembeni. This one will be fast, but kama mnataka the entire process from A to Z the way inavyo flow, of course napenda mara nyingi nikae ni brainstorm na AI like which fonts zitafaa nini na nini, just to save that time we go kupitia mwenyewe just for inspiration. Napenda nipitie na AI because inarahisisha kazi zaidi. So kitu cha kwanza tutakachokifanya tumesema ni nini, kama mtahitaji that series namna tunavyotumia AI tutafanya pia, just drop the comment hapo, then tutafanya in the future videos. So kitu cha kwanza tunasema ni font choice. So font choice ya brand yetu, cha kwanza let's make just a simple nini icon hapa, jina. Okay, jina tutachukua ni Diaspora, labda Diaspora. Okay, so mfano hiyo hapo, sawa. Hapa tunatengeneza nini, just a simple icon. Tuweke D, okay, sorry, tuweke letters kwanza, Diaspora Perfumes. Okay, nachukua letter D hapa and na P for perfumes. Hivi tutaviblend vipi? Kwanza nakuja sasa kwenye font choice. Okay, so hapa najaribu kutengeneza ka icon kachapu. Okay, copy P. Okay, yeah, this one is looking good. So Diaspora Perfumes tunasema labda hii ndo icon yetu. Okay, sawa, hii ndo icon yetu, nimeipenda. And sio kwamba like kutengeneza icon lazima utumie hivi letters nini, there's more complex stuff like maybe tuzitengeneze like iwe very custom, because ukiweka tu D na P umetumia font, mtu mwingine anaweza kufanya. The main thing ya brand au logo inabidi iwe unique in its own way, sio tu mtu ana like ana write to letters anatumia typography, I mean anatumia font fulani anatengeneza anaunganisha tayari. Hapana, it has to be custom made, iwe very unique, sawa. So hapa natumia tu kama mifano, but I like it. Kwa D na P tutazimerge hivyo, nitaelekeza namna kumerge nini. Haya, hii hapa tayari tushatengeneza, just in case labda unataka naye tuende step by step. Okay, tushachukua leta zetu mbili. Namna ya kumerge, uta click hapa juu kwenye layers, then utakuja hapa chini utachagua, turudi nyuma, utachagua let's say ilikuwa ni D na P, utachagua D na P, then uta click hapa chini kwenye merge, boom, then are you sure you want to merge these selected objects? Okay, hapo tayari nishaziunganisha. Na mtu kama ukiwa serious on this video, in this series, trust me, utamaliza hii series ushajua the whole nini Pixel Lab, because pia nitakuwa na walk through nini kama hivi, kuelezea hapa ni kwa ajili ya nini hivi, ili tuokoe muda, kila mtu apate pesa, kila mtu aingize chochote kitu. Yeah, slowly if you take it serious utafika mbali. So hapa tayari tushapata icon yetu, this one. Kitu ninachofuatia ni nini? Ni wordmark. Nataka nini? Wordmark hapa chini kwa ajili ya nini? Ya hii brand yetu. Brand yetu nimesema ni Diaspora. Okay, so nita click kama hivyo,
tutaiweka hapa chini. Sasa hapa ndo tunakuja kwenye kile kipengele cha font choice. This font haiendani kabisa na hii nini, na hii icon, so everything has to align, like kisionekane kimepachikwa sawa. It has to be very unique. And slogan tutakwenda nayo the royal scent. Okay, so the royal scent. Diaspora, the royal scent. Okay, Diaspora perfumes. Hapa sasa ndo tutaona vizuri kwamba tuna maana gani tukisema nini, masuala mazima ya font choice. Hapa what is this, yani akieleweki, this is not a logo, because hatujafanya font choice yoyote hapa, hatujazingatia masuala ya size, hatujazingatia masuala, ni just the overall hierarchy haipo sawa. Kwa tutaanza like kipengele cha kwanza ambacho ilikuwa ni font choice. Kwa font choice ina maana nitabidi nichague font sahihi kwa brand ya perfume. So nitakuja nitaangalia font gani zitaendana na nini na theme ya brand yangu. Okay, Diaspora perfumes. Pana hii siipenda, ngoja tuangalie nyingine. Okay, I think I'm liking this one. Okay, hapa na select na font chache za kuchagua, so but at least tuende na hii kwanza. And perfumes, the royal scent, tutaipunguza kidogo just for that slogan. Au tuangalie tukiweka hapa perfume, perfumes. Nah, this is too long. Turudi hapa. So haya hapo tumekuja kwenye icon tayari, wordmark. Yeah, I think nitaenda na hiyo nikapoa. Then perfumes hapa tuona my fonts. Okay, kuna tuangalia kama tutapata font ya kueleweka upande wa huku. Okay, hapana, ile imekaa poa. Perfumes hapana, isijaelewa. Kwa hapa ndo nini tunakuja kwenye font choice, yani inabidi ujue uangalie fonti zipi zinaendana, sio kila fonti zitaendana vizuri. Hapana, isijaelewa.
I think nitaenda na hii. Let's see this one. No. Sijaielewa. So hivi yani kusave muda, like overall mi huwa napenda kuingia ChatGPT just na brainstorm nayo which fonts zitakaa sawa, which fonts ziko poa, ili kusave muda wa kuchoose kuselect stuff like this. Yeah, so I think this one imekaa poa, this Spora Perfumes. So right now let's keep it kama ilivyo. Selection ya hapa chini nahitaji iwe light. Tumia font ambayo ni light font, The Royal Sand. Tuone hapa. Okay. Yeah, I think this one imekaa poa. So hapa tayari tushamaliza nini upande wa selection, tayari tushamaliza masuala mazima selection. Kwa kinachokuja kufuatia hapa ni nini? Ni upande mwingine wa kuhusu typography. Ngoja kubadilisha kwanza hii tuone inakaa vipi. Perfumes ambayo huyu hapa, hapa sijaipenda, basi turudishe vile vile. So haya hapa tushamaliza upande wa masuala mazima nini selection, sawa. Na kuja kwenye upande mwingine ambao ni nini font choice tayari, sawa. Font pairing nao tushamaliza hapa, like font gani zina nini zina pair, kama mdole kama tunavyoona tulivyokuwa na chagua, sawa. Font ipi ya kuitumia tulivyokuwa na kumatch, tuone je font ipi itakaa poa, font zipi zitaendana. So far me among all naona hizi kidogo zinaendana fresh. So hapo ni nini? Ni pairing. Tunakuja kwenye spacing and readability, sawa. So huku upande wa spacing ni lazima ujue nini. Mfano kama hapa hii perfume inabidi tuifanye spacing kidogo, ili just itengeneze ile hierarchy, ilete muonekano mzuri, sawa. You see, so at least now something is coming to life, so then just to align everything center, na click hapa, nita click kitu, then nitakuja relative position, moja kwa moja itakaa katikati. Okay, na hii ngoja tuishushe, na hii same applies. Hii nitaweka center, then nitaishusha hapa just somewhere hapo, na huyu naye same applies. Kwa namna kucenter ni kama hivi. Okay, this Spora Perfumes imekaa poa. Then tunakuja na malizia na nini slogan yetu, same applies. Nitaiwekea nini spacing kidogo hapa, something like that, then nitaipunguza ukubwa. Yeah, so now I'm seeing something. Kwa umeona tayari nini hapa tunapata something, yani tunaona kitu kidogo. Haya, hapa kitu kingine ambacho naweza tukafanya, tuka add object hapa, radius curve kama hivi. Nitakopi hii, nitaiweka itakuwa nyeusi. Ikae center hapo, na hii ikae center hapo, then
uyatanuke hivi kidogo, kai center hapo. Najaribu tu kutengenezea shell ya hiyo icon hapo juu. Hapana. Okay. Then itazihold, itazimerge hizi. Okay. Then nitakuja nita remove color, erase color, nitatoa hiyo nyeusi, nita click kwenye nyeusi. Okay, voila. So hiki hapa ni ukiweka kwa hapa hivi, yeah. So somewhere hapo, okay, yeah, hii naona iko poa. So baada hapa tusha set icon yetu, ngoja tuilock hii, tusogeze na hii ndani kidogo ikae line somewhere hapo. So tunashamaliza kutengeneza icon yetu vizuri. Just to finish up, ngoja nizilock zote sehemu moja, EDP na hiyo shell ya nje. Okay, tayari. Sawa, Spora Perfumes The Royal Scent. Hapa tayari tushamaliza kipengele cha nini, cha typography. So just like that, tumeona hapa vitu hivyo vizingatia. Tulikuja masuala mazima ya nini, tumeanza na font choice, tumechagua fonti zipi za kwenda nazo. Tukaja kwenye nini, pairing. Sawa, pairing, je, zinaendana hizi fonti ninazozichagua? Tumeona okay, hii na hii kidogo zinaendana according to nini. Just this an example, mfano ambao sijaridhika nayo, but it's something quite good cause kwa limited resources ambayo tuko nazo hapa. Sitaki like kwenda kwanza ku download and stuff, video itakuwa ndefu sana. So that is pairing. And tukaja spacing, tukajaribu kuweka spacing humu ili nini, tupate the just that hierarchy, high visual accuracy, yani tupate tu muonekano ule mzuri wa nini, wa kazi yetu. Then tukaja kwenye readability, each and everything hapa tunavyoona kinasomeka vizuri kabisa. So this was the second part ya typography. Hopefully wote mtakuwa mmeelewa kabisa. So see you on the next part. So the next part itakuwa masuala mazima ya nini, ya color theory. So tutaongelea rangi zinavyofanya kazi. So yeah, that's pretty much it on this video. See you on the next one. Thank you so much. Usisahau ku like, comment na kusubscribe kama umependa hii video, and yeah, tukutane video ijayo. Thank you so much.